Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimewaambia ninaitwa Isaac. Baba yangu na mama yangu waliona niitwe Isaac. Amen. Amen. Lakini hawakuniita pastor. Ndio sababu ninawaambia ninaitwa Isaac. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Center chairman, mchungaji wa mahali hapa, viongozi wa center, viongozi wa assemblies zote, washirika na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba unisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha kuwa katikati mwenu. Mimi huyu ambaye nimesimama hapa nimeoa, nina mke mmoja mwanamke, niko na watoto 4, wote wamemaliza college, wanatafuta kazi, na niko hapa pamoja nanyi jinsi Mungu ameona leo tuwe pamoja nanyi mahali hapa. Si kwa sababu mimi niko na ujuzi sana, si kwa sababu ninastahili, si kwa sababu ninastahili sana kualiko, maana hata nafasi hii ni ya center chairman. Yeye ndiye anafaa kusimama hapa na tuelezee mambo haya ambayo Mungu anataka tuyasikie leo. Lakini nashukuru kwa sababu yeye naye akanenewa kwamba isiwe ni yeye awe ni mimi, nikashindwa kumwambia hapana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimesimama hapa ili kwamba nikafanye kazi hiyo jinsi Mungu atakavyoniwezesha kwa siku ya leo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni muungano wa makanisa ama wa assemblies ambao unatarajia umoja, unatarajia kushikana ili kwamba tutembee pamoja kama Wakristo walioitwa na Bwana, tukatende kazi ambayo ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nitanena kuhusu umoja. Nitanena maneno machache kuhusu umoja. Kabla sijanena, ninaomba niombe. Baba Mwenyezi Mungu ambaye unajua mioyo ya wanadamu, wewe ndio ulituumba ukatuweka katika dunia hii. Pia Baba wetu ukatukomboa, ukatuita. Wengine ukaita ni wachungaji, wengine ni manabii, wengine ni wainjilisti. Baba wetu, mtumishi wako amesimama kupanda mbegu ndani ya mioyo ya watu wako ambaye ni shamba lako. Mtumishi wako anapopanda mbegu hiyo, nafasi ipatikane pale mbegu itakaa. Naye mtumishi wako angojee Roho wako Mtakatifu akaweze kunena pamoja naye, akamuongoze, na kwa sababu yeye ni Mungu na utatenda. Kwa Yesu naomba hata na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waefeso. The book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 1, 2, 3 and 4. Waefeso mlango wa 4 mistari 4 ya kwanza. Mistari 4 ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba mtu atoke kwenu wa kusoma, nisisome mambo yako kwetu. Soma.
neno la Bwana nitasoma. Mupe mic. Waefeso 4 mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi 4. Mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi 4. Biblia inasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki kwanza kabisa kiliandikwa na Paulo, mtumishi wa Mungu Paulo. Alikiandika kitabu hiki akiwa katika ufungwa kule Roma. Alikiandika mwaka wa 60 hadi 62 baada ya kufa kwake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasi tuko hapa kushuhudia yale aliyoyashuhudia, ama yale aliyoyatenda, ama yale ambayo alihisi kwamba kama Mkristo anafaa kuyatenda ili akafaulu katika Ukristo wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo akiwa mfungwa kule Roma, hakufungwa kwa sababu amekosea, lakini alifungwa kwa sababu amekosea. Nimekukoroga. Nimesema hakufungwa kwa sababu amekosea, lakini alifungwa kwa sababu amekosea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa mahali fulani kufanya kazi fulani, unafanya makusudi ya yule aliyekuita mahali pale, na ukitoka hapo na uende kwingine ama kwa kampuni nyingine, utafanya mapenzi ya ile kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna wakati utafanya kilicho chako ama cha mapenzi yako. Lazima ufanye mapenzi ya yule aliyekuajiri. Hivyo ndivyo ninamaanisha kwamba Paulo hakuwa amekosea na alikuwa amekosea. Inamaanisha hivi wapendwa. Inamaanisha hivi. Paulo kabla ya kuokoka, kabla ya kukombolewa, kabla ya kumpata Kristo katika maisha yake, alikuwa anamtumikia shetani. Alikuwa muuaji. Alikuwa yule mtu ambayo siku hizi tunasema ni Antichrist. Mtu ambaye anampinga Kristo. Alikuwa anampinga Kristo. Lakini sasa Paulo ametolewa katika kiwango kile cha ufungwa wa kumtumikia shetani. Yesu amemubadilisha, amemleta katika kiwango cha kumtumikia yeye ambaye amemuita sasa kwa kiwango kile wakati huo. Inakuwa ni shida kwa ule ufalme wa kwanza, ufalme wa shetani, kwamba alipokuwa anamtumikia shetani alikuwa anamkosea Mungu, na sasa amebadilika, anamtumikia Mungu. Ni ukosefu kwake shetani, lazima angepingwa na wale wanaosimama na shetani. Lazima angefungwa kwa sababu anasimama na yule ambaye ni mpinga mambo yao, mambo ya giza, mambo ya uovu, mambo ya uuaji. Sasa ni mtumishi, lazima atumike kwa kiwango ambacho Mungu anataka, kwa kiwango ambacho Kristo anataka.
aletwe kwa kiwango kile, kwa sababu sasa anakuwa ni hatari kwa kiwango kile kingine. Kwa wale watumishi wengine amekuwa wa hatari. Kwa hivyo lazima ashikwe, afungiwe mahali, aache kufanya ile kazi anafanya, maana anafanya kinyume na mapenzi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Paulo naye akiwa pale, kwa sababu alikuwa amefungwa na shetani, na sasa alifunguliwa na Yesu kutoka kwa shetani, sasa akafungwa na shetani. Paulo mwenyewe anasema kwamba mimi ni mfungwa wa Kristo. Kumaanisha nini? Hakuna kitu kingine chochote tofauti Paulo anaweza fanya isipokuwa kumtangaza Kristo. Lazima asimame kutangaza Kristo. Kwa nini? Kwa sababu amefungwa na Kristo. Lazima atende makusudi ya Kristo aliyemwita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfungwa, narudia, ni mtu ambaye anafanya mapenzi ya aliyemfunga. Huwezi fanya kinyume na aliyekufunga na uko kwake. Lazima ufanye mapenzi yake. Lazima ufanye vile anavyotaka. Kila wakati, iwe ni usiku iwe ni mchana, lazima utafanya yale yanayompendeza yeye. Hata kama uko na mawazo, hata kama ulisoma, hata kama uko na akili nyingi, akili hizo zako unaweka kando, unafanya akili za yule aliyekufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utumikie kifungo, ndio kifungo kifike mahali ambacho kilifaa kufika, ndio sasa uachiliwe. Ukitoka kazini, unaanza pale kwa gate kufanya vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa kule ndani, unafanya mapenzi ya aliye pale ndani, si wewe tena, si wewe tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Paulo akiwa ndani, akiwa katika kifungo, Biblia inasema kwamba, mstari wa kwanza, kwa hiyo na wasihi mimi niliyefungwa katika Bwana, mwenende kama inavyowastahili wito wenu. Bwana Yesu asifiwe. Wito wenu mlioitiwa. Ninawasihi nyinyi ambao hamjafungwa, nyinyi mlio na uhuru, nyinyi mlio na uwezo, nyinyi ambao kwamba Bwana aweza kunena nanyi kwa kiwango kile anataka. Ninawasihi, mimi ni mfungwa, tayari nimefungwa, lakini ninaweza waambia, ninaweza waelekeza, ninaweza watumia barua. Someni hii barua ikawaelekeze, msitoke katika wito, msitende kinyume na mapenzi yake Mungu, mkatende yanayompendeza Mungu. Maana mimi nimefungwa ndio, lakini akili zangu hazijafungwa. Kuna watu wanafungua mpaka akili. Kuna watu wanafungua mpaka akili. Hata hawezi fikiria kuna siku nitafunguliwa kutoka katika kile kifungo. Hapana. Yeye kwa sababu amefungwa, anajua tu nimefungwa, na anabaki hapo na anakaa hapo. Mkristo kamili, Mkristo anayemjua Mungu, achana na mambo unayoyaona, achana na mambo yanakutesa, achana na mambo yale unapitia ndani, achana na vile vikwazo ambao uko ndani kila wakati na kila dakika. Mtafute huyu anayeweza kukutoa katika vikwazo vile. Mtafute anayeweza kukufungua ukatoke ndani ya kile kikwazo uko ndani. Japo kuwa unayasikia, japo kuwa unayaona, japo kuwa unayatazama, achana nayo. Muone Kristo, maana akujua vizuri kukuliko yale unayoyapitia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anaomba akiwa amefungwa kwamba anaomba mkafate mwito, mkautende mwito, mkaukamilishe mwito ule mlioitiwa. Sisi sote hatujaitiwa kitu moja wapendwa, lakini mwili mmoja, roho moja. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima ukiimba na mimi niimbe, na si lazima ukiomba kitu kifanyike nami nifanye hivyo. Wewe ndiye umepewa kipawa kile, wewe ndiye umeitiwa hiyo.
Si lazima nikikuja kufagia hapa usikie vibaya kwa sababu ni wewe ulikuwa ufagie. Ukiwa umechelewa umechelewa. Ukiwa umechelewa umechelewa. Lakini fuatilia mwito. Ni nani aliyekuita? Fuatilia mwito. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema ninawasihi. Si lazima. Anasema ninawasihi. Achaneni na zile zingine, mufuate mwito. Hiyo ingine mahali Biblia inasema kwamba mtaongezewa. Hiyo mnatafuta, mtapewa. Huo uhuru unataka, utapata, lakini kwa wakati wake. Baada ya wewe kufuatilia mwito ulioitiwa, umesimama vizuri, umetenda mapenzi ya Mungu. Umetenda mapenzi ya Mungu. Paulo wako ndani, lakini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza anasema kwamba ole wangu nisipoihubiri Injili. Ole wangu nisipoihubiri Injili. Najua niligundua sisi tunasema aje? Ole wenu msiponikaribisha. Nikaribisheni na mambo yangu, nikaribisheni vile ninataka, na ole wenu msiponikaribisha. Ole wenu. Paulo anasema ole wangu. Mimi nibadilike kwanza, wapendwa walio karibu nami waone wema wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitende wema, walio karibu nami waone wema wangu. Si eti wao wabadilike watende wema wangu. Hakuna aliye mwema. Hakuna aliye mwema. Kila mtu ajitafute. Ole wangu nisipoihubiri Injili, maana walisema. Nisipoihubiri Injili, maana hawanitaki. Nisipoimba kwa sababu wananiangalia vibaya. Ole wangu. Ole wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 2 unasema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Kwa unyenyekevu. Wapendwa, mtu yeyote ambaye anajua kunyenyekea katika Bwana huitwa mjinga. Huitwa mjinga. Kwa sababu yeye kile tu pastor atasema ndio atafanya. Ni kama hana akili. Huyu anakaa ni kama hana akili. Kwa lazima pastor akisema ufanye. Pastor akisema tu tuende na yeye anaenda. Kwani hana kwake. Kwani hana kwake. Kwa sababu ni mvumilivu. Kwa sababu anataka kutenda mapenzi ya Baba. Kwa sababu anataka kufanya mapenzi aliyemfunga. Yule aliyemfunga anatarajia afanye mapenzi yake. Lakini huyu aliye rafiki yake anaona akiwa mjinga, maana anatenda mapenzi aliyemfunga. Nani mjinga? Nani mjinga kati ya watu wawili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa uvumilivu. Kuchukuliana mizigo. Kuchukua mzigo wa menzio inamaanisha kwamba hamwezi fanana, na hakuna hata dakika moja mtafanana. Kila wakati mwingine lazima kuna wakati atatenda kinyume na mapenzi yako. Si mapenzi yako kumshutumu, si mapenzi yako kuona kwamba hafai. Mchukuliane mizigo, mchukue jinsi alivyo, mkafanye kazi pamoja, kazi iendelee mbele. Labda hata wewe kuna mambo unafanya unamkosea, lakini hajasema, hajakuonyesha. Lakini kwa sababu wewe ni mzuri unataka kumuonyesha huyu hapana. Hiyo mimi siwezi. Na bado kuna watu wanakulia ndani na hujui kwamba umewafanya vile hufai kufanya. Mchukuliane mizigo kwa uvumilivu. Mtu ambaye anaambiwa avumiliwe, mpendwa, avumilie. Yule mtu anaambiwa avumilie. Yule anayemwambia anajua kwamba kuna shida. Anajua kwamba kuna tatizo. Anajua kwamba kuna makwazo. Anajua kwamba hakuna kitu anaweza fanya. Lakini kile anaweza kukifanya na afaulu ni kuvumilia. Ona tu nikana kwamba hakusema. Hata wakati alisema ni kama hakusema. Sababu hakuna kitu ulifanya.
ulimwachia aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekufunga, akuweka mahali hapo huko, akakuweka jinsi ulivyo, amekuleta mahala hapa, unamwachia kwamba Baba, ni wewe uliyeniita na sasa niko mahali hapa. Ninachokiomba ni kwamba unisaidie. Vita hivi si vyangu sasa. Vita hivi vimepita kiwango changu. Vita hivi ni vyako. Tekeleza makusudi yako. Jinsi ulivyoniita ulikuwa na kusudi. Achilia kusudi lako likatendeke katika maisha yangu, maana si mimi tena, ni wewe. Bila wewe mimi siwezi. Bila wewe mimi siwezi. Mtu mvumilivu, mtu anayemjua Mungu, mtu anayetafuta Mungu usiku na mchana. Wapendwa, Mungu hatakuacha. Mungu hatakuacha. Wanapokuita mjinga, mpumbavu, hiyo ni sawa, na hiyo ndio nzuri kwa Mkristo, maana watakapokuona ni mjinga wataachana na wewe, na hivyo ndivyo ilistahili kuwa. Lakini ukikuita mzuri, utafanya kila kitu wanachokitaka na utakuwa umefungwa na mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siniachie hapo. Upendo mpendwa. Yesu hakuja duniani kwa sababu ilikuwa nzuri. Biblia inasema kwamba alikuja kuwaokoa waliokuwa wamepotea. Na Yesu hangekuja kama watu wote wangekuwa watakatifu. Hangekuja. Lakini Yesu ilimgharimu maisha yake. Ilimgharimu maisha yake kwamba wewe upatikane. Upendo ule wa Yesu uliomgharimu maisha yake, huo ndio upendo nafaa kuwa nao, maana wewe uko ndani ya Kristo. Iweni ndani yangu nami ndani yenu. Lolote mtakalo mtatendewa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ukiwa ndani ya Yesu unafaa kupenda tu mtu vile alivyo, siwe ulimuumba. Siwe ulimuumba. Hivyo ndivyo alivyo, hayo ndio mawazo yake. Hivyo ndio anaweza kufanya mambo. Kwa hivyo upenda tu hayo, maana Mungu anayapenda na anamjua. Na akamuumba vile alivyokuumba, na akakuweka hapa vile alikuweka hapa. Na tumekutana jinsi ambavyo tumekutana, si kwa mapenzi yako, si kwa mapenzi yako. Kwa hivyo mpende mwenzako. Tukipendana tutakuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Katika upendo kuna umoja. Katika upendo kuna kushirikiana. Katika upendo kuna kutiana moyo. Katika upendo kuna kubebeana mizigo. Sitakuona ukihangaika nikuachilie, maana nina upendo. Nina upendo. Hata kama uko na kasoro yako, nikikusaidia kupitia kwa ile kasoro, utaniona mimi kuwa mzuri. Upendo wako utainuka. Utanipenda hata na wewe hata kama utaki. Na wapendwa, niwafunulie siri. Niwafunulie siri siku ya leo. Niwafunulie siri. Ikiwa unataka kupendwa. Amen. Amen. Ikiwa unataka kupendwa, usitafute watu. Usitafute watu. Usitafute watu. Tafuta Kristo Yesu, maana yeye ni upendo. Utakapompata yeye Kristo na aingie ndani mwako, wewe na yeye muwe wamoja, watu wote watakupenda, hata wale utaki. Wote watakuja. Wote watakuja. Kwa hivyo njia nzuri ya kupendwa wewe sasa, njia nzuri ya kupendwa wewe, wapende tu watu vile walivyo. Na njia nzuri ya kupendwa, mtafute Kristo aliye upendo. Kumtafuta Kristo aliye upendo ni kupitia kwa maombi. That's the only communication with Christ Jesus. That's the only one. Na hivyo ndivyo ninajua, hivyo ndivyo ninaelewa, na hivyo ndivyo ilivyo. Mtafute Kristo. Kristo atakupa upendo. Watu watakupenda. Watataka kushirikiana nawe. Watataka kukaa nawe. Watataka hata kutenda mapenzi yako mpaka wasahau kwamba ni Kristo.
waanze kukukimbilia wewe. Kwa nini? Kwa sababu umemtafuta yeye aliyejua vyote, na yeye ni vyote zaidi ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchukuliane mizigo kwa upendo. Tumekuja Mogotio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mwito. Kwa sababu ya mwito. Mwito huu utakupeleka mahali haukutaka na haujapanga. Hauwezi jipangia mambo ukiwa kwa Kristo, utayapanga mambo ya bomoke. Lakini ukipanga mambo ya Kikristo, kuinua mwili wa Kristo, mambo haya yataendelea, mambo haya yatafanyika vizuri. Kila mikutano ambayo tunafaa kuwa nayo mpendwa, kila wakati na kila dakika, ni kutafuta Kristo atuonyeshe njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Najitahidi, yani kujitahidi wapendwa, ni ujitahidi, ujivurute tu, hata kama hutaki, hata kama jitahidi tu kutoka hapo penye umefungiwa. Jitahidi tu kupenda mtu hata kama hutaki. Jitahidi tu. Hata wakati mmoja jifanye tu, Mungu akusaidie ukiwa hapo. Jitahidi. Maanisha nini? Si rahisi. Lakini ikiwa ukweli uliumbwa na Kristo na Baba Mungu akamtoa mwanaye kuja kwako akuokoe na ukamkubali, kujitahidi ni rahisi. Kwa nini? Kwa sababu utamtafuta yeye aliye na nguvu akusaidie. Yeye aliye na nguvu atakusaidia. Yeye aliye na nguvu atakutia moyo. Wapendwa, tuungane kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu tumefungiwa mahali pale. Kiwango ambacho uko ndani, kipawa ambacho umepewa, kitumie kwa uzuri, kitumie kwa unyenyekevu. Ninajua kwamba hicho kipawa kuna mtu anapigana nacho, shetani anapigana nacho, aking'oe ndio akurudishe kwake. Utaanza kukasirika, maana nilifanya hii hata wako niambia asante. Wakati nimekuwa nikifagia kanisa, hata kama hakuna mtu ananiambia unafanya vizuri. Nataka nani akwambie? Nani nafaa kukuambia mambo mengine? Yule ambaye ulifanyia ndiye anafaa kukuambia. Ni nani? Si pastor. Bwana Yesu asifiwe. Pendo, unajua nikisimama tu hapa kila wakati nasema fulani na fulani mnafanya vizuri sana. Hii kazi mnafanya hapa ni kazi ya maana. Ninaharibu baraka zako. Ninachukua nafasi sio yangu. Wewe fanya kwa siri bila mtu kukuona na uende zako. Na ungojee baraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, katika umoja huu lazima tujitahidi kupenda wengine. Lazima tujitahidi na lazima tuvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuvumilie. Maana mstari wa 4 unasema mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hizo kazi zote tunafanya ni za mtu mmoja. Hayo mambo yote tunafanya mpaka tunakosana, tunafanya mambo mengine ambayo hatukufaa kufanya, ni ya mtu mmoja. Sote tukiwa na roho ya huyu mtu mmoja tutafanya mambo mazuri, mambo ya maana, mambo ya kueleweka. Lakini tukiwa hatuko ndani ya huyu mmoja, sisi wote, kila mtu ako na kiwango chake na mipango yake, na atafanya vile alifikiria na si vile roho alitaka. Mnajua sababu ya viongozi? Tuko hapa tu kuwaelekeza wapendwa. Hawa watu mnaona hapa ni wa kuwaelekeza, na wakati mwingine wanaweza kuwaelekeza
na si wasiwe wanafanya vile wanatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nini? Tujitahidi na tuvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwapende hawa tu watafanya tuendelee ama tusiendelee kulingana na roho zile tunatuma ndani mwao, roho za manunguniko, roho za vikwazo, watu ambao hawawezi kujitahidi, watu ambao hawawezi rudi chini wasikize kiongozi alisema nini. Anapopotea njia, muombe. Anapopotea njia, muombe kwa roho nzuri kwamba akarejelee wito wake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, si tuko wengi? Kwa nini hawa? Na tuko wengi. Si sote ingesemekana tu sote ni viongozi wa senda hii, si tungeendelea? Bwana Yesu asifiwe. Chairman wanasema si lazima wewe kiongozi, tunaweza kuwa viongozi sisi wote na tutaendelea. Si mmesema hivyo? Si watu wamekubali? Kwa hivyo najaribu kumaanisha nini wapendwa? Najaribu kumaanisha katika wito wetu, katika Ukristo ni kuvumilia, tutavumilia. Ni kuomba, tutaomba. Siku baada ya nyingine. Nimesema na ninarudia, Paulo akasema ole wangu. Kila mtu ajione wapendwa. Kila mtu ajione. Jione tu unafaa kufanya wema. Jione tu unafaa kusimama kwa njia ambayo Mungu alitaka. Mungu aliyokuokoa wewe akiwa na kusudi. Ambia Mungu, sasa hata mahali niko nimechanganyikiwa, sijielewi, nionyeshe njia. Mungu atakuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu wapendwa. Na Mungu wetu hakuna kitu hajui na hakuna kitu hawezi. Anaweza fanya kila kitu kwa njia yoyote ile yeye mwenyewe anajua, na itakusaidia. Bora unyenyekee, bora uvumilie. Bora umwite, umtafute, umuishie, ujipeane kwake. Naye atakufanikisha katika mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akasema umoja ni nguvu, utengano. Sasa kama Waswahili wanasema hivyo na Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe udhaifu katika kuomba. Tuondoe udhaifu kwa magoti. Tuondoe udhaifu walivyo. Maana hata wewe kuna vile ulivyo. Si ndio? Kuna vile ulivyo. Kuna vile mimi nilivyo. Kuna vile wewe ulivyo. Si wewe ulijiumba hivyo. Kwa hivyo sifai kukuchukia kwa sababu ya vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Wewe ni Mungu mtuliza bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, nasema haufananishwi na kitu kingine. Jehova haufananishwi na kitu kingine. Tunatangaza haufananishwi na kitu kingine. Sote tunasema haufananishwi na kitu kingine. Tunasema haufananishwi na kitu kingine. Fungua tu kinywa chako, mwambie Baba akusaidie.
akusaidie, akutie moyo, akutie nguvu, akuelekeze, maana ni yeye tu anayeweza kukusaidia. Maana ni yeye tu anayeweza kukuelekeza. Maana ni yeye tu anayeweza kukutia moyo. Maana ni yeye tu anayeweza kukubadilisha. Maana ni yeye tu anayeweza kukujenga. Yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu anayefaa. Yeye ni Mungu anayejali. Yeye ni Mungu aliyekuita kwa kusudi akatekeleze makusudi yake katika maisha yako, akatekeleze makusudi yake katika nyumba yako, akatekeleze makusudi yake katika familia, akatekeleze makusudi yake katika kanisa lile ambalo unashiriki, akatekeleze makusudi yake katika senda hii. Maana kukuita kulikuwa na kusudi, kukuita kulikuwa na sababu, na hata kukuleta siku hii ya leo katika kikao hiki alikuwa na sababu na alikuwa na kusudi. Mwachie yeye awezaye, mwachie yeye aliye na nguvu, mwachie yeye asiyechelewa, mwachie yeye anayejenga, mwachie yeye peke yake. Yeye peke yake anaweza kukubadilishia hali zote zilizo ngumu, hali zote zilizo ngumu. Mambo ambayo hauyawezi, Yesu anayaweza kuyatenda kwa njia ambayo anaijua inafaa kwako wewe kama Mkristo. Baba, ukanisimamishe katika mambo yako. Bila wewe mimi siwezi. Bila wewe mimi si kitu. Nashuka chini wewe ukainuliwa. Wewe ni Jehova. Nanyenyekea chini ya miguu yako. Wewe ni kiongozi. Bwana wa majeshi, Mungu Yesu. Baba, tunakuita mchana wa leo. Bila wewe Yesu. Jehova, tunakuita mchana wa leo. Takatifu, tunakuita mchana wa leo. Usiyeshindwa, tunakuita mchana wa leo. Unayetujali, tunakuita mchana wa leo. Kwa nguvu zote Baba, shuka leo. Kwa nguvu zote Jehova, shuka leo. Kwa nguvu zote Emmanuel, shuka leo. Baba, kaguze maisha ya mama huyu, guza maisha ya kijana huyu, guza maisha ya mzee huyu. Ondoa moyo mchafu, ondoa moyo wa giza, ondoa moyo wa giza, ondoa moyo wa kutatanika, ondoa moyo wa kukosa kuona ni lipi ambalo linastahili, ni lipi ambalo linafaa. Baba, tukamfungue leo. Jehova, naomba ufungue leo, naomba ufungue wazee hawa, naomba ufungue wamama hawa, naomba ufungue vijana hawa, naomba ufungue watoto hawa. Familia hizi zibarikiwe, familia hizi zibarikiwe, familia hizi zibarikiwe. Masia, Bwana wa majeshi, Bwana wa uwezo, Bwana wa mamlaka, nani aweza kuunganisha? Nani aweza kuleta upendo? Nani aweza kuleta ushindi? Bwana wa majeshi, Bwana wa uwezo, ninakuita. Masia, ninakuita. Jehova, ninakuita. Uliye na nguvu, ninakuita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu usiyeweza kubalika. Wewe ni Mungu unaweza kurekebisha. Wewe ni Mungu unaweza kuelekeza katika jina la Yesu. Haleluya. Ninakupenda, ninakuheshimu. Anaweza, 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 Mwokozi. Anaweza, Mwokozi. Anaweza, 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 Mwokozi.
nimsindie Mwokozi, nimushindi, Baba wetu wenye wingi wa rehema na neema nyingi, tuko mikononi mwako. Haleluya. Asante nafasi umetupa, tumeketi Baba wetu kusikia neno lako. Yes. Tumeandaa mioyo yetu Baba wetu, mtumishi wako amesimama kupanda mbegu. Haleluya. Baba wetu, ninajua Baba inaenda kuzaa matunda mazuri. Yes. Naombea mama huyo ambaye ameketi kusikia neno hilo. Yes. Baba, kibali na neema yako ipatikane ndani yake. Yes. Naombea huyo mzee ambaye amesikia neno hili. Ndio. Baba, wacha ikakue mbegu nzuri ndani ya moyo wake. Baba, naombea huyo kijana ambaye amesikia neno hili. Yes. Naombea huyo mtoto wa Sunday school ambaye amesikia neno hili. Yes. Wacha neno hili ikazaa matunda mazuri katika assembly hii. Yes. Ikazaa matunda mazuri katika center hii. Yes. Asante kwa mtumishi wako ambaye amesimama. Mbariki Mungu wetu mtumishi wako. Yes. Anapotembea kila mahali kupanda mbegu yako, ipatikane neema na kibali. Mbariki na nyumba yake Jehova, mbariki na watoto wake na jamii yake. Yes. Asante kwa sababu amesimama kwenye madhabahu haya. Mungu wetu, ukatende jambo kwa maisha yake, ukatende jambo kwa jamii yake, maana wewe ni Mungu ambaye ulimuita. Mbariki, muinue, maana wewe ni Bwana. Yes. Na ni kwa Yesu Kristo naomba hata na kuamini. Yeah. Tupige Yesu makofi mazuri.